Karibu katika sehemu ya pili ya simulizi ya Simba wa Tsavo na siku 360 za damu na vifo. Simulizi hii inakujia moja kwa moja kutoka Sisi na Wewe Media. Mwandishi wa simulizi hii ni J.H. Peterson na msimuliaji naitwa Shadi Saidi Ngamilo. Sehemu hii ya pili inaitwa mwanzo wa kutokea Nyamaume, na mwandishi anaanza kwa kutueleza hali ilivyokuwa mara baada ya kufika Tsavo. Ni kwa namna gani kazi ya ujenzi wa reli ilikuwa ngumu kutokana na uwepo wa simba hawa wawili hatari. Na hapa anaeleza: kwa bahati mbaya, raha ya kazi yetu haikuendelea kwa muda mrefu. Mara tukaingiliwa na mambo ya kitisho. Tuliingiliwa na Nyamaume kambini, simba wawili wa ajabu, na kwa muda wa zaidi ya miezi 9 ikawa ni heka ya kila mara kwa wote waliohusika na kazi ya reli karibu na Tsavo. Hayo yalianza katika mwezi wa Disemba mwaka 1898. Simba waliposimamisha kabisa kazi ya kuchimba reli kwa muda wa majuma matatu. Walipoanza kutushambulia, hawakupata kumchukua yoyote katika kila usiku, lakini baadaye hawakuogopa hatari yoyote. Walitumia hekima zote walizojaliwa nazo, wakachagua nyakati maalum za kunyemelea watu. Kwa mwendo huu walifanikiwa mno, hata wafanyaji kazi wote wakaamini kuwa hao si simba hasa, ila ni shetani waliojigeuza simba. Kwa hofu yao, wale makuli walinithibitishia kuwa nisijisumbue bure kujaribu kuwapiga bunduki. Walikiri kabisa kwamba ni mizimu ya masultani wawili waliokufa iliyozinduka kwa ghadhabu ikajigeuza umbo lile ili kuzuia njia ya reli isipitishwe katika nchi yao, na vile wanazuia isiendelee tena wapate kulipa kisasi. Si muda mwingi baadaye, kuli mmoja au wawili hivi walinipotea. Nikaambiwa kuwa walichukuliwa usiku katika mahema yao wakaliwa na simba. Habari yenyewe sikuitia maanani sana wakati ule. Ilivyokuwa ni kwamba wao walikuwa wafanyaji kazi hodari na kila mmoja alikuwa na pesa nyingi. Hivyo nikafikiri kwamba kuna baadhi ya watu katika jumla ya wale watu waliwaua wenzao kwa kijiji cha pesa zao. Lakini ilitukia siku moja asubuhi kadiri ya saa 3 au 4 hivi, niligutushwa nikaambiwa kuwa jemedari wangu mmoja wa Kikalasinga, jina lake Ungan Singh, shujaa mwenye nguvu barabara, amechukuliwa usiku katika hema lake akaliwa na simba. Kusikia hivyo, sikuwa na subira yoyote kulichungua jambo lenyewe, na kweli niliamini kwamba mtu huyo alichukuliwa na simba, kwa kuwa nyayo zake zilionekana wazi wazi na mburuzo wa visigino vya yule mtu aliyekamatwa vilionyesha uelekeo alikuburuziwa. Zaidi ya hayo, jemedari Ungan Singh alikuwa na wenziwe aliokuwa akilala nao katika hema lake kadiri ya watu 6, na mwenziwe mmoja aliyekuwa akilala naye kitanda kimoja. Alishuhudia hasa tukio zima la uvamizi wa simba jinsi lilivyokuwa. Yeye maskini alieleza dhahiri jinsi simba kadiri ya saa 6 ya usiku alivyojipenyeza ghafla katika hema ambalo mlango wake ulikuwa wazi. Akamshika koo Ungan Singh aliyekuwa amelala sawasawa na mlango wa lile hema. Wakati wa kushikwa, Ungan Singh alipiga kelele kwa kikwao, "Charo, yani niachilie." Naye basi asikubali, akamshika simba shingoni hodari. Kwa fadhaa ya hofu iliyowaingia, wenziwe wakawa wamejikunja kimya wakisikiliza mbimbirishano uliokuwa ukiendelea, wavuta ni kuvute baina ya simba na Ungan Singh. Na baada ya muda si muda akawa amekwenda kabisa. Hapana shaka Ungan Singh alikufa baada ya patashika, bali
maskini hakuwa na kinga yoyote. Kusikia habari hii ya kusikitisha, muda ule ule nikatoka kumwandamia yule simba. Nikafuatana na Kapteni Haslim. Tuliona ni heri kufuata njia ile ile aliyopita yule simba, kwamba mwendo wake ulionyesha kutuatua mara nyingi kabla ya kula nyama yake. Tulipofika mahali penyewe na kuchungua sana, tukaona kuwa walikuwako simba wawili, yumkini walinyang'anyiana ile nyama. Usiku ule nikapanda juu ya mti karibu ya hema la yule marehemu, nikitumai kwamba wale simba watarudi tena kuja kuchukua mtu mwingine. Kule juu ya mti nilifuatwa na makuli wachache waliokuwa na hofu, wakataka niwe nao kule juu. Wengine wote waliobaki walijifungia kabisa mahemani mwao. Safari hii hakuna hema ililoachwa mlango wazi, na nilikuwa na bunduki yangu ya mianzi miwili, nami nikawa nimekwisha ishindilia. Baadaye nikasikia sauti ya ngurumo zao zikizidi kunisonga niliko. Nikatumai kuwa sasa nitaweza kufanya lolote. Punde si punde nikasikia kimya kwa kitambo cha saa au mbili hivi, kwani ni tabia ya simba kunyemelea mawindo yao kimya kimya. Ghafla tukasikia sauti za fadhaa katika kambi nyingine kiasi cha nusu maili hivi. Tukajua kwamba simba amekwisha kamata mtu mwingine huko, na kwa hiyo hapo tulikuwa hatutaona wala kusikia chochote kwa usiku ule. Kwenda kutazama asubuhi yake, nikaona kuwa simba mmoja aliingia katika kambi ya mwisho wa reli, akamchukua mtu mmoja maskini aliyekuwa amelala. Kwa hiyo baada ya kupumzika kidogo usiku, nikachagua mti mzuri uliokuwa karibu na hema hilo, nikapanda juu. Kwa kweli sikupendelea sana kwenda nusu maili nzima usiku mpaka huko, bali sikuogopa sana kwa kuwa mtu wangu mmoja alifuatana nami ameshika kandili inayowaka sana nyuma yangu, naye nyuma yake aliandamiwa na mwenziwe aliyekuwa na mbuzi nitakayemfunga chini ya mti nitakaolala juu, ili awe chambo cha simba badala ya kumshika mtu. Baada ya kujinega vizuri kule juu ya mti, au kupita muda, mvua ikanyesha, nami nikaloa chapa chapa, nikashikwa na baridi vibaya. Pamoja na hayo, nikashikilia pale pale nilipokuwa, nikitumai kuwa leo nitampiga simba. Mpaka kadiri ya usiku mkuu, moyo ulizuka uchungu niliposikia mayowe na hoihoi za vilio zilizonijulisha kuwa wale simba wamenipiga chenga, nao wamekamata mtu mwingine mahali pengine. Wakati huu sasa kambi nyingine za wafanyakazi zilijitupa mbali, hivyo ikawa simba wana nafasi nzuri ya kucheza kiasi cha hatua za maili 8 huku na kule. Kwa kuwa walikuwa na busara ya kuingia maeneo mbalimbali kila usiku, ilikuwa ni shida mno kuweza kuwaotea kwa pahala fulani. Isitoshe basi, wawinda mchana katika nyika iliyoshikamana kama hiyo, hakika ilikuwa ni kazi ya taabu na mashaka kadhalika. Katika usiku mkubwa kama uliozunguka pande zote za Tsavo, mwinda ndiye aliyekuwa mwindwa. Ingawaje walakini sikukata tamaa kwamba nilitumai tu kuwa nitapata bahati ya siku moja kugundua pango lao. Basi kwa tamasha hiyo, kila nilipopata nafasi ya kupumzika, nilitumia wakati huo kwa kunyapia msituni. Furaha yangu ni kwamba pamoja na wasiwasi wote huo uliotupata hapo mwanzo, simba wenyewe hawakuwa wakifanikiwa kushika mtu kila usiku. Na kwa bahati palipita vichekesho vilivyojaribu kutuondolea mwako huo uliokuwa ukituhangaisha na moyo. Ilitulia siku moja usiku, baniani mmoja mfanyabiashara alikuwa amepanda punda wake, akashtukia amekumbwa na simba, yeye pamoja na punda wake. Yule punda maskini alijeruhiwa vibaya mno.
Sasa basi, nusura ya yule baniani ni kwamba yule simba kucha zake zilinasa kwenye kamba iliyokuwa imemfungia madebe mawili matupu ya mafuta shingoni mwa yule punda. Sasa katika kuvuta ile kamba, yale madebe yakawa yanagongana gongana. Simba kusikia ngongongo za madebe zikizidi kumfuata, akatishika mno, na kwa hofu kubwa akaruka na kutokomea ndani ya msitu. Baniani naye akaona amepata nafasi ya kujiponya. Akapanda mti mmoja uliokuwa karibu yake, akalala mtini hali anatetemeka mwili mzima mpaka kulipokucha. Baada ya mkasa huu haukupita muda, akatokea mtu mwingine wa akida mmoja wa Kigiriki, jina lake Themistocles Papadimitrion, aliyeponea nusura vivyo hivyo. Yeye alikuwa amelala katika hema lake, akaingiliwa na simba, na kwa bahati simba badala ya kushika mtu akavamia tandiko alilokuwa amelilalia yule Mgiriki, na kisha akaondoka nalo. Yule Mgiriki ingawa aliamka kwa fadhaha, lakini alisalimika kabisa, wala hakudhurika na lolote zaidi ya hofu aliyokuwa nayo. Mkasa mwingine ni kuwa siku moja usiku, makuli 14 walikuwa wamelala katika hema lao, wakashtukia simba amewaingilia ndani kwa kurukia juu ya hema. Kutua kwa simba, mkono wake mmoja ulifikizia juu ya bega la kuli mmoja, likavunjika vibaya mno. Kwa fadhaa ya yule simba, badala ya kushika mtu, akanyanyua gunia la mchele lililokuwa mle ndani, akaondoka nalo. Naye huko mbele alipobaini ubaradhuli wake, akalitupilia mbali kwa chuki. Na huo ndio mwisho wa sehemu ya pili wa simulizi hii ya Simba wa Tsavo na siku 360 za damu na vifo. Tukutane tena katika sehemu ya 3 ya simulizi hii. Mimi ni Shadi Saidi Gamilo.